Leo tutazame mchezo kati ya Arsenal the Gunners dhidi ya klabu ya Crystal Palace. Arsenal wakiwa na mpira muundo wao kwenye phase ya kwanza build up ulikuwa watatu, wawili nyuma kulikuwa kuna center back wawili pamoja na kiungo mmoja ambaye alikuwa na drop deep kuja kuungana na center back. Kwenye line ya kwanza kulikuwa na William Saliba pamoja na Gabriel Magalhaes pamoja na kiungo mmoja ambaye alikuwa anashuka deep, si mwingine ni Martin Zubimendi. Juu kulikuwa na viungo wawili ambao ni Ricardo Calafiori pamoja na Eberechi Eze. Ukiangalia wachezaji watano ambao walikuwa wanaunda build up kwenye phase ya kwanza waga wana sifa tofauti. Tukianza na Martin Zubimendi, kwanza ni pasa mzuri, lakini sifa yake ya pili uwezo mkubwa kudhibiti mchezo ama kucontrol tempo mchezo, lakini sifa yake ya tatu uwezo mkubwa sana kuilinki timu inavyotoka katika phase ya kwanza inavyoelekea katika phase ya progressions, lakini sifa yake ya nne ni uwezo mkubwa sana ana uwezo kuiprotect vizuri back four yake. Kwa hiyo mpaka hapo Arsenal wana balance ya kiulinzi. Lakini tukienda kwa mchezaji mwingine ambaye ni Ricardo Calafiori kwenye line ya pili, kwanza anaweza kukufa kama box to box midfield, kwa sababu Ricardo Calafiori by nature ni fullback, lakini anaweza kukunufaisha timu ikiwa na mpira wanavyoenda kushambulia kwenye box la timu pinzani, hata vile vile wanapokuwa na mpira wanavyoenda kuattack, wanavyozuia. Kwa hiyo anaweza kukufa kama box to box midfield. Lakini mchezaji mwingine ni Eberechi Eze. Eberechi Eze na the same. Kwanza ni ball carrier, anazo mkubwa sana kusafiri na mpira kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, lakini sifa yake ya pili ni pasa mzuri. Kwa hiyo mpaka hapo Arsenal the Gunners wana balance, kwa sababu Crystal Palace walikuwa wana press na watu wanne pindi ambapo wanapoamua kupress, kwa sababu walikuwa na define moment. So mara zote ambapo walikuwa wanafanya high pressing walikuwa na define moment, pindi ambapo walikuwa wanafanya pressing walikuwa wanafanya pressing na watu wanne. Kwa hiyo mpaka hapo Arsenal the Gunners wana faida ya idadi, wana numerical advantage kwenye phase ya kwanza ya build up. Na ukiangalia Crystal Palace namna ambavyo walikuwa wanacheza, walikuwa wanafanya midfield pressing, walikuwa wanaanza kuweka pressure kuanzia kwenye eneo la midfield, kutowapa muda na nafasi viungo wa Arsenal the Gunners urahisi wa kupenetrate zaidi kupitia katikati ya kiwanja around, kwa sababu walikuwa compact zaidi, walikuwa hawaachi distance kubwa baina ya mchezaji mmoja na mchezaji mwingine, wakiwa na muundo wa 5-3-2. Lakini pia Arsenal the Gunners namna ambavyo walikuwa wanajenga mashambulizi, mara nyingi walikuwa wanapendelea kuwatumia wachezaji wao ambao walikuwa na operate maeneo ya pembeni. Tukianza na Leandro Trossard ambaye alikuwa anacheza upande wa kushoto, kwanza ni dribblers mzuri, ana kasi, akiwa na mpira vile vile anazo mkubwa sana wa kuattract walinzi ili wamfuate. Lakini pia namna ambavyo walikuwa wanacheza, walikuwa wanapendelea kutengeneza combination za kiuchezaji ama kuweka overloads maeneo ya pembeni. Mfano upande ambao alikuwa anacheza Leandro Trossard alikuwa anatengeneza combination za kiuchezaji ama overloads Declan Rice pamoja na Ricardo Calafiori, ili wamtafute Freeman, mtu ambaye anaweza kusafiri na mpira kutoka sehemu moja ama sehemu nyingine, ili wapate urahisi zaidi wa kupenetrate ama kuzishambulia space ambazo zinaachwa nyuma ya migongo ya walinzi ama viungo. Lakini upande mwingine ambao anacheza Bukayo Saka vile pia na uwezo mkubwa sana wa kuattract walinzi, ni dribblers mzuri, uwezo wa kudrive kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, hata kwenye 1v1 situations yuko vizuri sana. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu sana kwenye kutanua mapana ya uwanja. Lakini pia naye alikuwa wanatengeneza partnership ama combination za kiuchezaji, Hurrien Timber ambaye ni fullback pamoja na Eberechi Eze ambaye ni kiungo mshambuliaji. Lakini jambo lingine ni wakiwa na mpira ni umuhimu wa Eberechi Eze uwanjani. Kwanza alikuwa anafanya movement nyingi sana ambazo zilikuwa zinainufaisha Arsenal. Mara nyingi alikuwa anashuka deep zaidi kwenye zone ya 11, zone ya 12, ili kugusa touch nyingi zaidi ambazo zilikuwa zinawanufaisha Arsenal wakiwa na mpira. Lakini hapa tunaenda kugusia Arsenal the Gunners bila mpira. Arsenal the Gunners bila mpira dhidi ya Crystal Palace walikuwa wanafanya pressing, walikuwa wanafanya man to man pressing ama man oriented pressing ambayo inahusika mtu na mtu, na lengo la pressing ni kuwalazimisha zaidi Crystal Palace wakose muda na nafasi wa kupita katikati ya kiwanja. Wanabaki na option moja tu, wapige mipira mirefu, kwa sababu Crystal Palace wakati wana press Arsenal, Crystal Palace wakienda maeneo pembeni, Arsenal walikuwa na trigger press kwa fullback. Kwa hiyo Arsenal
Crystal Palace wakawa wanakosa space na muda zaidi ama utulivu kwenye phase ya kwanza. Kwa hiyo wakabaki na option moja tu, wapige mipira mirefu, lakini pia aina ya pressing traps ambayo walikuwa wanaifanya ni wide traps, kwa sababu wide traps ni aina ya pressing ambayo unamlazimisha mpinzani wako ama unawalazimisha viungo wa timu mpinzani wakose muda na nafasi muda na nafasi ya kumiliki mpira katikati ya kiwanja. Na ukiangalia build up ya Crystal Palace ilikuwa ina watu watatu, center back watatu, kulikuwa na Maguire la Cross pamoja na center back mwingine, lakini kwenye line inayofuata kulikuwa na viungo wawili, kulikuwa na Kamada pamoja na Adam